Hapo zamani, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani na mashamba ya mahindi, aliishi binti mdogo aliyeitwa Aloe. Aloe alikuwa msichana mnyenyekevu, mwenye macho yenye nuru na tabasamu lililoweza kufuta huzuni ya mtu yeyote. Alimpenda sana mama yake mzazi, lakini kwa bahati mbaya, mama huyo alifariki alipokuwa bado mdogo. Baada ya muda, baba yake Aloe alioa mwanamke mwingine. Mwanamke huyo alikuwa mama wa kambo na mwanzo alionekana mwenye upendo na maneno matamu. Lakini baba alipokuwa akiondoka asubuhi kwenda shambani na kurudi jioni akiwa amechoka, tabia ya mama wa kambo ilibadilika. Kila siku Aloe alikuwa wa kwanza kuamka. Alifagia uwanja, akaosha vyombo, akaenda mtoni kuchota maji na baadaye akaandaa chakula. Watoto wa mama wa kambo walikuwa wakicheza au kulala, huku Aloe akifanya kazi zote. Akiwa amechoka, bado hakulalamika. Alijua kulia hakuwezi kubadilisha chochote. Mama wa kambo alimkemea mara kwa mara. Wewe hufanyi chochote sawa. Angesema hata kama Aloe alikuwa amejitahidi. Aloe angeinamisha kichwa na kusema kwa sauti ya chini, samahani mama. Usiku ulipofika, Aloe alilala juu ya mkeka uliokuwa karibu na jiko. Kabla ya kufumba macho, alimtazama mwezi kupitia dirisha dogo na kunong'ona moyoni, mama, naomba unipe nguvu. Siku moja kijijini alifika bibi mzee aliyekuwa akiomba maji kwa nyumba hadi nyumba. Wengi walimfukuza, lakini Aloe alipomwona alikimbia na kumpa maji baridi na kipande kidogo cha chakula alichokuwa amehifadhi. Bibi yule alimtazama Aloe kwa makini na kusema, moyo wako ni safi kuliko dhahabu, mwanangu. Usikate tamaa. Mama wa kambo alipogundua kuwa Aloe alikuwa ametoa chakula bila ruhusa, alimkaripia vikali. Lakini bibi yule alitabasamu tu na kuondoka. Haikuchukua muda mrefu kabla mambo kuanza kubadilika. Baba ya Aloe alianza kuona hali ya binti yake. Aliona mwili wake ulivyodhoofika, lakini tabia yake bado ilikuwa njema. Alimuuliza kwa upole na machozi yakaanza kumtiririka Aloe aliposema ukweli. Baba alihuzunika sana. Alizungumza na mama wa kambo kwa ukali na kuweka mipaka. Kuanzia siku hiyo, Aloe alianza kwenda shule, akapata muda wa kucheza na kupumzika kama watoto wengine. Miaka ilipita na Aloe alikuwa msichana mwenye hekima na moyo wa huruma. Hakubeba chuki moyoni, bali alichagua kusamehe. Alijua kuwa subira na wema wake vilikuwa silaha zake kubwa. Na kweli, kijiji kizima kilimpenda Aloe kwa sababu alithibitisha kuwa hata katika giza, moyo mwema unaweza kuangaza kama taa. Kwa stori nzuri kama hizi, subscribe channel yetu ili zinapotoka unakuwa wa kwanza kuzipata. Asante kwa kutazama na uwe na siku njema.